madhara yake ni mabaya. Mziki unaotesha unafiki. Mziki ni sababu ya watu kukaa mbali na Qur'an. Watu wote wa mziki, watu wa kasida, watu wa anashid hawana himma na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Mziki hasa kwa sampuli hii, mziki wanasema ahlul ilmi ni barid, ni posta wa zinaa. Tizameni miziki inaopigwa watu wanapokatika, basi si zinaa, liwafu kadhalika. Tizameni kuna ngoma hizi za kienyeji ambazo pia ni haramu kwa sababu zaingia huko ni ngoma, washakula mirungi. Na kuna kungu na ukwaju, inatengenezwa ni kinywaji maalum cha kungu na ukwaju. Wanalegeza macho wake kwa waume na kwa wamelegea na macho yamelegea. Alafu wanatoka watoto wa kiume na kidole juu huku wanabinua kiuno na kucheza. Sikuhadithiwa, ni vitu vifanyika katika mjitamaa twaishi. Umesababisha watu wengi kuwa ni mashoga. Miziki kwa aina zake ni sababu ya liwati, sababu ya zina. Tizameni hawa na muziki wote ambao wengine ni waislamu leo wakubwa wasanii hawa wanavonengua pamoja na wale wanawake wanenguaji. Anayetizama akiona vile walivyovaa wanavokatika anapata nini? Watoto wanaotazama kama ni kwenye magari, kama ni kwenye TV nyumbani, maeneo ya kazi na ofisini, wanajifundisha nini? Mtu anapata nini? Mziki una athari kubwa. Na wasanii wametukuzwa kwa sababu eti wanaingiza income katika nchi. Na nchi zikaandaa mpaka wizara maalumu za kusimamia usanii. Ikawekwa baraza linaloitwa BASATA eti lakagua nyimbo. Kweli kama watu wa BASATA wengelikuwa ni watu wanasimamia maadili kikweli, kuna nyimbo ingelifaa? Yani nyimbo gani ina maadili? Na hii kama ni challenge sauti wapelekeni watu wa BASATA. Naomba kuambiwa nyimbo moja ina maadili ya kitanzania, ina maadili kama hizo video clips ndio usiseme. Tumekuwa na watoto wahuni kuiga wasanii wanaovaa macheni, wanavaa mpaka wengine waislamu misalaba, manguo wanaovaa, nywele wanazosuka, wasanii wasuka nywele. Hivi kweli haitoshi msanii kusuka nywele kwamba hafai kuwa huyu atazamwe na jamii yenye maadili? BASATA inapitisha mziki, acha ule mziki kuwa ni haramu, msanii kasuka alafu watoto wanamtazama kwenye mjitamaa. Mwanaume amesuka, mwanaume anavaa cheni, mwanaume ametoboa sikio, amevaa hirini. Kiukweli fitr za watu zimebadilika, watu wamekuwa kama wanyama. Yani yale mazuri yaonekana mabaya na mabaya yaonekana mazuri.